Moja kwa moja nijoke mpaka kwenye swali lako. Ndio. Ya kwamba kwa nini watu wanaomba sana iwapo pepo anapokuwa amemtokea mtu fulani? Na ni kwa nini wanachukua muda mrefu sana kuomba? Baba mpaka koli inauma baba. Apate kumuondoa yule mtu. Ni hatari. Inakuwa ni swali linalozua gumzo sana katika madhehebu fulani. Kumuombea yule mtu inakuwa ni rahisi sana, anaanguka na yule pepo. Lakini changamoto inakuja kwamba kumuondoa yule pepo aliyemwingia yule mtu. Ukisoma kitabu cha Matendo mstari wa 16 sura ya 18, neno la Mungu linasema, Matendo 16:18, Paulo akamwamuru yule pepo kwa jina la Yesu, akamtoka saa ile ile. Na yule pepo alivyomtoka yule mwanadamu, watu walishangaa sana, wakasema kwa nini sisi tumeomba sana, lakini amekuja amesema kwa jina la Yesu na kuamuru, na yule pepo akamtoka wakati ule ule. Ni kwa nini? Cha kwanza, Paulo alikuwa na imani. Cha pili, Paulo alikuwa na nguvu. Cha tatu, Paulo alikuwa na ufahamu ya kwamba yeye ni mtawala. Jambo lingine ni kwamba shetani ana nguvu, lakini shetani hana mamlaka. Sisi tuna nguvu, lakini pia tuna mamlaka. Sisi tuna nguvu, lakini pia sisi ni watawala. Kwa hiyo yule shetani tunavyoenda kumuamuru, unamuamuru kwa jina la Yesu. Yaani unamuamuru yeye amtoke yule mtu. Lakini ukumbuke kwamba yule shetani ana nguvu. Na sio kwamba hizo nguvu ni nyingi kuliko zako kwako ambazo Mungu amekupatia wewe. Unamuamuru kwa jina la Yesu, yule pepo anamuondoka yule mtu. Na wengine wanauliza kwamba kwa nini yule pepo anamrudia mtu? Issue sio kumrudia mtu. Tunaanzia hapo kwanza. Mbona tunatumia muda mrefu? Koli nauma. Na mishe hizi nishaona hata wahubiri wakubwa wanaweza wakachokonoa tu mtu pepo akareact na mapepo, afu wao wanakula kona, wanawaachia madogodogo wako naye. Wanajua kabisa hii shughuli inaweza ikachukua hata muda wa masaa mawili. Na wahubiri wengine wanasikia, mimi sipendi sana habari hizo za mapepo. Anajua mziki wa kumchomoa wakati mwingine anaweza akachukua muda. Yaani kwa nini tuchukue muda mpaka koli ume au mpaka tuanze kukimbia hiyo huduma? Asante. Jambo la kwanza ambalo linatusababisha sisi kuchukua muda mrefu mpaka yule pepo aje kumuondoka yule mtu ni kwa sababu sisi tunaenda tukiwa na nia ngapi? Mbili. Tukiwa na nia mbili. Kuna mtu anamwambia pepo, yule pepo akiwa ametoka kidogo, yani ametulia kidogo kwa muda mfupi tu. Yule mtu anaanza kujiuliza maswali. Mwache kwanza, msifungue kwanza, tuangalie kama amepona au la. Kwa kutokuwa na imani. Kwa kutokuwa na imani. Sasa yule pepo unakuta anawajaji, yeye anaanza kujiuliza, kumbe hawa watu hata maombi yao yalikuwa ni maneno ya kinywa chao, ila hayakuwa ni maneno ya nafsi yao. Ikiwa wao hawajui kwamba Mungu amewapa mamlaka juu yangu, wao ni watawala, mimi nina nguvu. Wao ni watawala lakini nguvu wanayo, lakini pia wao wana uwezo wa kuamuru juu yangu. Kwa ni ile kutokuwa na imani ama kutokuwa na maarifa. Ni kutokuwa na imani na uelewa ya kwamba yule ni pepo na yule ni roho ambayo anamuingia mtu. Hivi unajua kwa nini? Unajua pepo anapomuingia mtu anakaa upande gani kwenye mwili wa mwanadamu? Mimi sifahamu. Nadhani uwezo kufahamu kweli. Pepo anapoingia katika mwili wa mwanadamu, mara nyingi anakaa katika nafsi yake. Anakuta anaketi katika nafsi yake, yani roho yake, ambayo humo rohoni kuna ufahamu na matakwa na hisia. Yule pepo anapata kuishi katika huyo kiumbe. Anakuta anafanya vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Utamkuta mtu anazini ovyo, anaongea maneno ya ovyo, anafanya hivi na hivi. Lakini yule mtu akija akapata nafasi ya kumpata mtumishi wa Mungu, akaja akamuombea, yule mtu anapata kupona, yule pepo anamuondoka. Shida inakuja kwamba anachukua muda gani kumuombea huyo mtu, huyo pepo akapata kumuondoka. Sasa kwani lazima kumuombea pepo mtu mpaka masaa 8 mpaka hadi kichwa kinauma? Jambo la kwanza, mnachoka wewe na yule aliyemo na mapepo, wote mnachoka. Sasa hii daktari ni nani, mgonjwa ni nani sasa? Kuna kitu ambacho hatukifahamu. Kipi? Hicho kitu kimeandikwa kwenye Zaburi. Mungu akasema kwamba akasema kwamba pepo asimguse masia wa Bwana. Jambo la kwanza. Lakini masia wa Bwana anamgusa nani? Pepo. Na pepo anapoguswa na masia wa Bwana, jambo la kwanza huwa anapata msikitiko mkubwa sana.
Jambo la pili, huaga anaungua sana. Lakini pia hata jeshi lake lililomwagiza huwa anapata shida sana. Kwa nini? Unaweza kumwambia mtu ana mapepo akawa analia sana, anafanya nini sana, lakini hatoki. Unaniumiza yani, lakini unashangaa kwa nini hamtoki yule mtu. Jambo la kwanza, sisi wenyewe inatakiwa tujiandae sawa sawa. Sisi wenyewe tunaenda kumwombea mtu. Mimi siwezi kutoka hapa nikaenda kumwombea mtu mwenye pepo na mimi jana nilikuwa mlazini. Yaani yule pepo anaweza akamtoka yule mtu akaniingia mimi na akaishi. Kwa nini? Ukisoma Naumu 2 mstari wa kwanza anasema kwamba vifunge viuno vyako na mkanda, uongeze uwezo wako sana. Ni namna gani unapata kuongeza uwezo wako wa maombi ama uwezo wako wa rohoni, uwezo wa kumwamuru pepo akamuondoka mtu? Ni kwa maombi. Yaani ukifaulu katika eneo la maombi, ukifaulu katika eneo na ratiba zako zikaenda sawa sawa na maombi, hakuna pepo atakaye kuwa na kiburi mbele zako. Kwa hiyo ni kwamba hatoki kwa muda mrefu, kwamba huwa hatuna maombi na hatuna ufahamu. Hatuna ufahamu ya kwamba yule kiumbe tunayeenda kumuondoa. Jambo la kwanza, lazima tuwe na ufahamu wa rohoni. Jambo la pili, tuwe na nguvu za rohoni. Jambo la tatu, tuwe na amri, tuwe na utawala pia. Pale kwenye ile eneo kuna utawala. Huo utawala unapata kumwamuru yule shetani kwamba ondoka kwa jina la Yesu. Kwa ili tuepushe ili tatizo la kuomba mpaka kolomeo linauma, ni turekebishe nini? Tuwe na maombi ya mara kwa mara, hata kabla hujakutana na pepo uaga wewe ratiba zako tu za kuomba. Au so play inaanza pale pepo anaporuka pale. Asante. Jambo lingine ni kwamba mkimuona mtu pepo hamuondoki, mnamwombea watu 2 3, msitumie nguvu sana kumwombea yule mtu, maana pepo mnaweza mkaongea sana nyie, lakini yule pepo hawasadiki kwa yale maneno yenu. Ni kwa sababu na nyie pia mmekuwa wengi sana. Pepo anapokuwa anamzingua mtu pale chini amelala, ndo sasa anarukaruka, mnaweza mkajigawana mkasema bwana, mmoja akamwambia bwana, hebu tulieni kidogo, ukaanza kumwombea yule mtu wewe binafsi. Usimhoji yule pepo, bali nenda kwa amri kama Paulo. Nenda moja kwa moja. Imeandikwa usimguse Masia wa Bwana. Tumepewa amri juu ya pepo na kuondoa kila aina ya magonjwa, mtoke kwa jina la Yesu. Amina. Na ukaamini na pepo anaondoka na mtu anakuwa mzima. Ukisoma kitabu cha Mathayo 10 mstari wa kwanza, Yesu akawaita wanafunzi wake. Anasema Yesu akawaita wanafunzi wake, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza kila aina ya magonjwa. Unapopata amri juu ya pepo ni jambo ambalo ni zuri sana. Na jambo ambalo kwa hiyo tukiamini na tukaomba na tukawa watu ambao wanaishi vizuri, kwa sababu hilo jina la Yesu wewe linakuwa na nguvu endapo hata wewe mwenyewe unaliheshimu, kwamba wewe mwenyewe hauzini kwa sababu unamheshimu Yesu, hautendi matendo mabaya kwa sababu unamheshimu Yesu. Kwa hiyo hata utakapokuja kwenye maombi ya kumkemea pepo inakuwa ni rahisi sana. Lakini ukiwa wewe mwenyewe hilo jina la Yesu unalidharau, ni mzinifu tu wa kawaida, tapeli, mshezi tu hapa na pale, alafu pepo kakurupuka unang'ang'ana naye. Kwa hiyo maana lazima mtasuguana muda mrefu sana. Stoki. Asante. Kwanza Mungu kamuumba mwanadamu akiwa amekamilika. Yaani mwanadamu kapewa vitu vyote. Mwanadamu kapewa maua yote. Mwanadamu kapewa madini yote. Lakini pia mwanadamu kapewa mamlaka hapa duniani kwa kila kiumbe. Na hakuna kiumbe mwenye mamlaka kuliko mwanadamu. Hakuna kiumbe mwenye mamlaka kumzidi mwanadamu hapa duniani. Awe shetani, awe mchawi, awe pepo namna gani, awe nani, mwanadamu aliyejua kwamba Mungu kaniumba kwa namna hii, hakuna kiumbe kitakachokuwa na amri juu yake. Kwa nini? Yesu anatuambia kwamba kwenye Luka 18 mstari wa kwanza, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Yesu mmoja alijua kwamba tukiomba, jambo la kwanza tutapata nguvu ndani yetu. Tutakuwa na amri, itakuwa ya uwezo, itakuwa na capacity. Amri itakuwa na capacity. Unapata kujua kwamba maombi ndio msingi wa Mkristo na maombi ndio msingi wa imani. Sawa, mimi nataka nikushukuru na tutaendelea na kipindi kijacho. Lakini leo tunafunga kwamba tunamwombea pepo kwa muda mrefu, kwa sababu kwa mujibu wako
ni hatuna imani ya kutosha, hatuna maombi, lakini pia hatuna ufahamu mzuri katika eneo hilo. Hivyo ndo maana tunakuwa na changamoto ya kuombea pepo masaa 8. Kuna nyongeza kidogo. Yenyewe waongezea, hamna tatizo. Sawa. Unapokuwa unamwombea pepo, usiwe na masiara kama vile yani usianze kucheka cheka. Jambo la kwanza kaa serious kabisa. Yani hiyo ni nguvu ambayo ni ya rohoni na haionekani. Na uwezo ukaiona lakini yeye anakuona. Jambo hilo kwa hiyo kama hadi unacheka nini? Yani yeye anakuona kabisa lakini wewe umuoni. Kwa hiyo masiara yani kejeli yeye. Yani wewe unatumia hisia lakini yeye anatumia macho. Maana yeye ni wa rohoni. Kitu cha rohoni kina uwezo na ufahamu wa kuona cha mwilini, lakini cha mwilini hakina uwezo na ufahamu wa kuona cha rohoni. Unapokuwa unamwombea pepo, ukitaka yule pepo aondoke yule mtu kwa haraka, jambo la kwanza, hebu kumbushe Mungu. Mungu pia anapenda kukumbushwa. Imeandikwa, tumepewa amri juu ya pepo, na muamuru pepo kwa jina la Yesu na amtoke. Na unaenda kwa imani. Unamwombea yani usitumie maneno mengi sana, usiongee sana. Yani usiongee maneno mengi sana kwamba ndio pepo akusikia kama apate kumtokelea mtu. Sio kweli. Ila maneno yako yawe na nguvu kuliko maneno yako kuwa mengi kuliko nguvu. Sawa. Tumekuelewa. Na kesho nafikiri tufanye field mtaani. Tunafanye ka injili alafu watakuja watu wa design hiyo alafu tuone haya tunaoyaongea kama yana reality. Asante. Amina. Mungu akafanye. Amina.